Whozu, kwa sababu wengi wanasema maneno mengi. Unajua kuna watu wanasema sasa hivi, nimeona kwenye mtandao wanasema kwamba Wema kapandikiza ujauzito. Wanavyosema kwamba Whozu na Wema wamepandikiza ujauzito. Iwe kweli isiwe kweli, Roja, ni jambo la maamuzi ya watu wawili. Umenielewa vizuri sijui? Unanielewa? Nakuelewa. Na ni moyo wa mtu. Kama Wema kafanya hivyo, it means kwamba ameridhia, yule bwana anampenda. Asingempenda asingefanya hivyo. Wema katoka na wangapi? Paka bosi wangu alivyokuwa Miss Tanzania. Paka bosi wangu. Bosi wangu alishashikaga ujauzito kwa vikatokaga vya zamani hivyo. Yaani achilia huyu mume wa mtu. Hawa hapo kuanzia hapa katikati na huku mpaka kufika kwa Whozu. Kuna msanii alishamfuataga, alitumwa na tajiri. Alimwambia Wema, tajiri kanifuata. Kanambia, hivi leo uko unamtaga nini? Mgumba taifa, si mgumba taifa, majina ajabu ajabu uko unamta Wema. Yule tajiri alimuonea huruma Wema kutokana na yale maneno ambao watu wanamkejeli na kumkashifu. Twende Marekani. Mkubwa, Marekani. Tiketi, kula, maradhi, kila kitu juu ya tajiri. Twende ukafanye hiko kitu. Upate mtoto, huruma yake masikini ya Mungu tajiri. Umenielewa vizuri? Wema alikataa. Kata siwezi. Mungu hajaniandikia. Muda wangu ukifika nitapata. Muda wangu ukifika utapata. Kwa hiyo labda Mungu alikuwa anamsubirisha kupata mwanaume aliyekuwa mbora kwake. Na huyu labda yeye sisi tunamwona labda Whozu hafai kwa sababu machepele, Whozu sio anapita na upepo, Whozu sio anafanya nini, lakini kwake yeye kaona ndio mwanaume sahihi. Umeelewa vizuri? Na kwanza mashallah atapata mtoto mzuri. Kwa sababu Whozu wagada. Mchaga yule. Wema mbaya, Whozu mbaya. Angalia mtoto wa Whozu. Kitu kinachotoka kile, kidume. Wewe unafanya mchezo nini? Mtoto huyo yule mtoto atakayetoka pale ni mtoto wa taifa. Yaani yule mtoto wa taifa. Wa Tanzania wote na Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Burundi, macho yapo kwa Wema Sepetu sasa hivi. What? Wanamwangalia Wema Sepetu. Wema anaanza upya. Yaani Wema anakuja yaani Wema kazaliwa upya. Mungu amtupi mja wake. Mimi nasema wallahi, ndiyo Wema labda tuseme hivi kama hivyo anavyoficha ni jambo zuri. Hata yule alotoa kusema kwamba alotoa zile video hadi zikavuja pia amekosea, kwa sababu Wema sio kwamba alikuwa apate ujauzito. Wema alikuwa anapata ujauzito, lakini bahati mbaya labda kutokana na ujauzito wake ambao alikuwa anapata ilitakiwa akae bed rest. Sasa Wema mambo kwa bed rest hawezi. Lazima awe na uangalifu wa madaktari. Umeona? Sio kwamba alikuwa ashika karibu. Watu wa karibu wote hapa ninavyosema hivyo wanajua. Wema alikuwa anashika, lakini sasa ndo akishika leo baada ya wiki moja unasikia imetoka. Umeelewa vizuri? Husda nini? Sio husda, anatakiwa kae bed rest. Madaktari wanajua. Ukisema bed rest wananielewa. Umeelewa? Sasa kwa sasa hivi Mungu kamjalia imebaki. Anko huyo hapo anakuja. Kwa hiyo inavyokuwa, yani hata yule ambaye ile video imetoka mapema sana itakiwa pale sasa sisi tushuhudie Wema tumbo ndi labda hata kama hana asili ya tumbo, lakini nasikia karibia anajifungua inavyosemekana. Ina miezi mingapi sasa hivi? Sijui kwa kweli, sijui. Wema ili jambo asifanye kwa udogo. Wema dada yangu anatakiwa akae na masheikh kila leo, visomo viendelee kila leo. Binadamu anaweza akakutekea hapa moyoni mwake ujue na kuombea kitu gani. Umeelewa vizuri? Wema kaitwa kila majina. Mwenyezi Mungu 2026 ndio ulikuwa mwaka wake. Huyu hapo. Iwe imeingia kwa uwezo wa Whozu, iwe ya kupandikiza, lakini mbegu ambazo zimetumika za nani? Za Whozu. Ndio mtoto wa Whozu. Atatoka kafanana na baba yake. Hivi imagine yule mtoto anapokuja kuwa brand ambassador wa makampuni tofauti. Watu watakapokumbeba. Yaani Mungu baba. Wewe haijawahi kutokea. Bro. Mwenyezi Mungu amvushe salama. Wenye husda wote